Watu wengi wakiona reach imeweza kushuka kwenye mtandao wa Facebook huwa wanakuwa na lawama sana kwa Facebook, na mara nyingi wanatumu kwamba Facebook moja kwa moja ni kama imewakosea, lakini pia ni kama algorithm ya Facebook inakosea kwenye content zao, ama labda account imefungiwa, ama kuna namna yote ile ambayo lawama nyingi zinaelekezwa kwenye mtandao wa Facebook. Lakini ukweli ni kwamba kushuka kwa reach kunatokana na sababu mbalimbali ambazo mara nyingi watu wengi hawafahamu. Sasa kupitia video hii naomba nitakusaidia kuweza kufahamu hizo sababu, walau ndio upatia sababu kama 3 hadi 4 ambazo ukizitumia hizo basi fahamu kwamba utaepukana na changamoto hii ya content zako ama reach kuweza kushuka kwenye mtandao wa Facebook. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kurasa zangu, hakikisha umebonyeza follow ama subscribe na kuweza kupata content zetu, hasa course mbalimbali. Tafadhali bonyeza hii linki moja kwa moja, utaweza kuaccess content zetu katika mitandao mbalimbali, na baadhi ya content utakuta nazo ni za kulipia, zingine utakuta nazo ni free kabisa. Kwa hiyo usijali, kama unapenda content zangu ambazo nakusaidia free, basi niunge mkono kwa kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu ya wale wanafunzi ambao wanapata mentorship kutoka kwangu, na mimi itakuwa ni furaha zaidi kuendelea kuandalia content zaidi na zaidi na kuendelea kutoa ofa za bure kwa watu wengi zaidi. Kazi kubwa ya Facebook ambacho anakifanya ni kwamba mara nyingi wanapushi content zako kwenda kwa watu, na ili ziweze kupata engagement kubwa, ili zipate like, zipate kupendwa na watu, ina maana lazima ufuate algorithm za Facebook, lazima ufuate sheria na policy za Facebook, ikiwemo kuandaa content ambazo ni original, content ambazo si copy, lakini content ambazo ziko engaged. Tunasema katika uandishi wa content ama katika uandaji wa content lazima uwe na vipengele walau vitatu muhimu. Jambo la kwanza, unapaswa kuwa na hooks. Jambo la pili, unapaswa kuwa na content. Jambo la tatu, unapaswa kuwa na call to action. Je, ungetamani kuweza kujifunza vitu kama hivi hapa ambavyo nimekuambia vitu vitatu muhimu? Basi tafadhali unaweza kubofya link hiyo ambayo nimekuwekea hapo kwenye description ama kwenye content zetu ambazo tunashare kwenye mitandao yetu ya kijamii kama YouTube. Utabofya moja kwa moja kwenye comment ama moja kwa moja kwenye description, tumekuwekea link ya kuweza kuaccess hizi content zetu na kuaccess course zetu. Lakini kwenye mitandao mingine ya kijamii, tafadhali bonyeza kwenye bio link kuweza kupata link moja kwa moja ambayo itakupeleka kwenye course hizi. Sasa naomba nikupatie sababu kadhaa ambazo zinachangia reach yako kwenye mtandao wa Facebook kuweza kushuka. Sababu namba moja, watu wengi ukiona reach yako imeanza kushuka, fahamu kwamba audience wako, followers wako bado hawajaanza kuendelea kuvutiwa na content ambazo unaendelea kuwapa. Unajua kuna wakati mtu anaweza kawa mfuasi wako anakufuatilia kwa sababu ya content 2-3 ambazo alizipenda kwenye account yako. Sasa inafika mahali kwamba audience huyu hana ile tabia kuendelea kuvutiwa na content zako, na maana hafuatilii tena zile content zako. Wakati mwingine audience wanaangalia na content ambazo unaweka, labda alizoea kupata vichekesho kwenye account yako, labda alipendelea video zaidi, labda alipendelea picha zaidi. Unapoendelea kuchanganya ile mifumo, na labda kama ni video, kama ni text, kama ni image, kama ni stories, unaandaa vipi? Je, unashare content za watu wengine kuliko za kwako? Unaweka logo za watu wengine kuliko za kwako? Unatumia template za watu wengine kuliko za kwako? Ina maana mtu huyu mwisho wa siku anaanza kuhama kutoka kwako kwenda kwa mtu mwingine, hasa kwenye masuala mazima ya content, kwa sababu ataanza kutafuta original ya content ile ambayo wewe umeshare kwenye account yako. Kwa hiyo hii inaweza kachangia wewe audience wako kuanza kubadilika na kutokufollow siku hadi siku. Jambo la pili ni kwamba audience wako kutotumia muda mwingi kwenye account yako, kwa maana kwamba unapokuwa umepost labda post ya kusoma, je, kwa kiasi gani audience anaweza akasoma ile content yako ambayo umeshare? Anaweza like hiyo content yako? Kama ni video, anaweza view video kwa wakati gani, sekunde ngapi? Average Facebook wanatoa analysis ya kwamba mfano kwenye post yako audience waliofikiwa labda na video ama reels yako inaonyesha kwamba alifikiwa labda watu 5,000 ama 100,000 ama 2,000,000, lakini pia average yake walitazama labda hiyo reels kwa sekunde labda 0 mpaka sekunde 35. Kwa nini watu wanatazama ndani ya 0 mpaka 35? Maana kwamba baada ya hapo
hawakuvutiwa na content yako, ama labda umebadili mtindo wa content zako. Ulikuwa na focus kupost vitu ambavyo vinahusiana labda na habari, ulikuwa na post kuhusiana na your lifestyle, ukaanza kupost vitu ambavyo vinahusiana labda na mahusiano, ukaanza kupost kuhusiana na vitu vya michezo, ukaanza kupost vitu vingine tofauti, basi fahamu kwamba hii ni moja ya changamoto ambayo inasababisha reach yako kuweza kushuka, kwa sababu tayari umeanza kubadilisha content kwenye account yako, na hii itachangia algorithm kuhakikisha kwamba ipunguze reach, wakati mwingine iweze kukusoma wewe unataka nini, unataka audience ya aina hii ama unataka audience ya aina hii, ili baadaye iweze kupata plan moja kwamba audience wako waende upande upi. Kwa hiyo fahamu kwamba content inaweza kawa moja sababu kubadilisha content. Hakikisha katika content unazingatia, Facebook wanapendea zaidi content original, content ambazo sio za kukopi kutoka kwa watu, content ambazo hazina value kwenye account yako. Na jambo hili ambalo ningetamani tuzungumzie pia leo, ambalo linashusha reach yako, ni swala zima la tunasema content zako zina value. Kitu gani kingine cha ziada ambacho umekiongeza kwenye content zako ambazo unaendelea kushare kwenye mitandao hiyo ya kijamii? Hiyo ndio maana tunasema kwamba inawezekana unaposti mara kwa mara, lakini huna kitu kipya, huna value mpya kwenye hizo content. Ndio maana nimekwambia unapoandaa content zako hakikisha una vitu vitatu muhimu. Anza na hook, baada ya hooks anza na board ama content yenyewe. Baada hapo tupatie call to action ambayo itamfanya mtu kuweza kulike, itamfanya mtu kuweza kucomment, itamfanya mtu kuweza kushare content zako, itamfanya mtu kuweza kusave content yako, kwa sababu tayari anaona kwamba kuna value ambayo umeweza kuongeza kwenye content yako kutumia hiyo mifumo mitatu ambayo nimeweza kukwambia. Ungetamani kuweza kujifunza, tuna course mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia. Unaweza kupata course ya free ama course ya kulipia kwa kiasi kidogo sana, labda hata shilingi 10,000, 25,000, 30,000 hadi 50. Tuna course aina hiyo, inategemeana na package ambayo ungetamani kuweza kuitumia. Lakini kabla ya kuweza kulalamika, ningekushauri uweze kujiuliza maswali haya kwamba kwa nini reach yangu inaendelea kushuka kwenye mtandao wa Facebook. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kujiuliza ni kwamba, je, audience yako bado inahitaji content ambao unaendelea kuitoa? Je, naongeza thamani kwenye content ambao unaitoa kila siku? Watu wanatazama video zangu mwanzo mpaka mwisho ama naishia sekunde kadhaa? Je, content yangu ni tofauti na watu wengine? Lakini pia fahamu kwamba ukiwa na changamoto kama hiyo kwenye akaunti yako, hii ni kwamba Facebook wanakusaidia kuweza kujua umepunguza speed, umepunguza ubora, umepunguza content zako, umepunguza original content zako, na wanakupatia hizo takwimu basi zikusaidiwe kuweza kuongeza ubunifu zaidi na kuweza kuongeza reach yako kwenye mtandao wa Facebook, na kama unalipwa ili uweze kulipwa zaidi. Sasa swali langu leo ambao ningetamani kuweza kuuliza, je, reach yako imewahi kushuka ghafla na uliwahi jitathmini kujiuliza kwamba ilishuka kwa sababu gani? Tushirikishe kwenye comment kwamba bwana, mimi iliwahi shuka kwa sababu 1, 2, 3. Naitwa Henry Kidawa. Asante sana kwa kuweza kutazama video hii. Asante sana kama utashare na kulike video hii kwa ajili ya watu wengine.